kuna kitu ambacho tunakitumia sana nyumbani na wakati mwingine tumekuwa hatujui kuwa nyanya ni sababu kubwa sana kuongeza asidi katika matumbo tulionayo. Nyanya ni hatari sana. Tomatoes, wazungu wanasema tomatoes. Yes. Nyanya ni kitu kimoja ambacho ndio maana hata kwa mtu ambaye una changamoto ya asidi huwa tunashauri kabisa usitumie kabisa nyanya, kwa sababu nyanya zinaleta heartburn. Na kama mtu una changamoto ya asidi, hutakiwi kutumia nyanya. Nyanya zitakuletea changamoto nyingi sana, utapata kiungulia na wakati mwingine inaweza kukuzidishia changamoto ulizonazo za asidi. Wow. Okay. Nyanya zina asidi, zina citric acid. Sikujua hiyo. Yes. Kwa hiyo of course unajua watu wengi hawajui, lakini nyanya kwa mtu ambaye una changamoto ya asidi, hakikisha, na nyanya tunazozungumzia hapa hatuzungumzii nyanya za kuunga tu, hata zile nyanya unazokata kachumbari. Kwa hiyo mtu ambaye una changamoto ya acid reflux, hapa sasa haijalishi una metabolic, haijalishi una acid reflux, nyanya za kupika au nyanya za kwenye kachumbari hutakiwi kuzitumia kwa mtu ambaye una changamoto ya acid. Doctor, hiyo sasa that's something else, man. Hey. Yes, na ndio maana doctor, nyanya like we use nyanya every day. Sasa na ndio maana watu wengi nowadays wanasema itafika mahali tutashindwa chakula, kwa sababu vyakula vingi vyakula vingi ambavyo inatakiwa tuvitumie ndio ambavyo vinatuletea madhara. Ndio maana tukasema nowadays ili uweze kusurvive vizuri inatakiwa uwe mtu mfuatiliaji sana kuhusiana na masuala ya afya, kwa sababu unaweza kufika kipindi ukatafuta pesa kwa jasho lakini usifaidi pesa yako, kwa sababu hutaifaidi pesa yako, kwa sababu pesa yako itakupa uhuru wa kufanya kila kitu unachokitaka, lakini pesa hiyo hiyo pia itakupa uhuru wa kukuletea magonjwa yoyote ambayo pesa inataka kukuletea. Kwa hiyo lazima tuwe makini, especially kwenye matumizi ya vyakula ambavyo tunavitumia.